ni mtu mmoja tu ambaye alikuwa anaamini Mungu, na pia ambaye alifanya mambo mawili makubwa ambayo yalifika mbele za Mungu. Mambo mawili ambayo hayo yalimfanya Mungu asivumilie, asijizuie. Ndugu zangu, wewe kama mtu unaweza kufanya jambo litakalomuinua Mungu katika kiti chake. Tunaona huyu Kornelio alikuwa mtu ambaye anaomba, ni muombaji. Leo mmesikia shuhuda za wanafunzi wa chuo, wanasema sikuwa ninajua kuomba, maombi yangu yalikuwa tu ya short vile, short prayer, lakini sasa naomba kwa muda mrefu. Sasa naomba kwa muda mrefu, sasa naweza kuomba kwa muda mrefu. Huyo ni mtu mmoja, na ndivyo imani ilivyo. Imani ni kuanzia mtu mmoja ambaye anaweza kugusa moyo wa Mungu. Haijalishi umati, hapana, mtu mmoja. Habari za mtu mmoja tena ambaye alikuwa wa mataifa, hakuwa Myahudi, alikuwa Mtaliano, hakuwa Myahudi, lakini alijua Mungu, alimwabudu Mungu kwa kutoa sadaka. Biblia inamtaja kwa kutoa sadaka, na la pili kwa kuomba. Haya mambo mawili yakamuinua Mungu. Haya, nenda kamfuate yule bwana, mwambie sala zake zimekubaliwa na zimewekwa kwa ukumbusho. Zitasemwa miaka mingapi hiyo? Leo tunayasema na kesho yatasemwa mambo ya Kornelio, yale aliyoyafanya. Mtu mmoja. Ndugu zangu, mtu mmoja anaweza kusimama na Mungu bila kuangalia umati, bila kuangalia wingi, bila kuogopa vitisho, lakini anaweza kuangalia Mungu, na Mungu akasikia sala zake, na Mungu akapokea sadaka zake. Leo wewe unasema sijui nifanye nini, lakini huyu mtu alikuwa askari tu, tena mtu wa mataifa, lakini yeye alimwabudu Mungu kwa sala, akamuomba Mungu kwa moyo, na pia akatoa sadaka kwa moyo, mpaka Mungu akasikia kule juu mbinguni kwamba huyu mtumishi wangu anastahili kuinuliwa, anastahili kuwekewa ukumbusho, anastahili kubarikiwa zaidi. Na tunaona kwamba kwa kufanya hivyo Mungu aliitambua nyumba yake na familia zake. Ikabidi Petro aje ili kwamba sasa kwa mataifa na Bwana aonekane, na Roho Mtakatifu aje, na Roho Mtakatifu ashuke kwa mataifa kwa kupitia mtu mmoja ambaye ni Kornelio. Leo ndugu zangu, Mungu anaweza kutumia mtu mmoja. Leo anaweza kutumia wewe mtu mmoja, na akaleta baraka kwako, akaleta kwa familia zako, akaleta kwa kijiji chako, akaleta kwa nchi yako. Kama Kornelio. Huyu alikuwa mataifa, lakini Wayahudi ndio waliona kwamba ni taifa pekee la Mungu, ambalo hilo hakuna taifa lingine. Lakini Mungu alimkemea Petro, akamwambia hapana, wewe nenda ukafikie Kornelio na kumwambia mambo ya mpasayo yangu, na wala sio yako, wala sio ya Wayahudi, lakini mambo yangu. Na hivyo Kornelio akapata neema ya kupata ujumbe kutoka kwa Mungu kwa kupitia mtume Petro. Na leo ndugu zangu, unaweza kuwa mlango wa baraka kwa wengine, na pia unaweza kuwa mlango
wa baraka kwa familia yako, unaweza kuwa baraka kwa nchi yako, unaweza kuwa baraka kwa jamaa yako, na Mungu akakutumia wewe ili watu wengine wapate kubarikiwa. Mtu mmoja ambaye leo anaweza kumuita Mungu na Mungu akaitika. Unaweza kumpokea Mungu, unaweza kumuita, kumwamini, na yeye akajidhihirisha kwako, ukawa mlango. Mungu anatafuta mtu atakayekuwa mlango kuwabariki wengine. Je, ni wewe? Je, ni wewe baba? Ni wewe mama? Ni wewe kijana? Ni wewe msichana? Ni wewe mvulana? Au ni nani ambaye anaweza kukubali kumwomba Bwana mpaka awe mlango kama Kornelio na akawa baraka kwa wengine? Leo watu wamejaa ubinafsi, watu wamejaa tu vitu vyao, lakini ni wapi mtu ambaye amejaa rehema, anaweza kuhurumia taifa lake, anaweza kuhurumia familia yake, anaweza kuhurumia wahitaji, wajane na pia maskini? Ni nani? Mungu anatafuta mtu ambaye atakuwa mlango kwa ajili ya mahitaji ya wanadamu. Leo Mungu anahitaji kuzungumza na mkutano, anataka kuzungumza na kanisa kwamba ni nani ambaye atakuwa kama Kornelio ili awe mlango kwa ajili ya wengine, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya mataifa. Leo tunaona kwamba yale yanayotokea hata yanatisha. Yale yanayotokea sasa ni mauaji tu, sasa ni kiburi tu. Dunia imejaa kiburi, dunia imejaa sifa. Lakini ni nani ambaye atakuwa kama Kornelio na unyenyekevu na pia maombi na pia sadaka, ili watu wapate kubarikiwa na pia wewe uweze kuwa mlango? Mungu anataka uwe mlango. Mataifa haya ambayo sasa yanatamani sana yapate kujiinua, mataifa yanatamani kujiinua, na pia wafalme wanatamani kujiinua, na pia wanadamu wanatamani kujiinua, wanatamani waonekane kwamba ni wao, hakuna mwingine. Lakini leo unaweza kuwa kama Kornelio na wewe ukakubaliwa na Mungu, ukawa mlango kwa ajili ya ukombozi wa taifa lako na kwa ajili ya ukombozi wa familia yako. Mungu anaweza akafanya hivyo. Tusimame. Haya. Sasa leo napenda nianze na wale watu wanaosikia maumivu. Leo mko wengi, hamwezi kuja hapa mbele, lakini yule ambaye anaumwa aweke mkono wake pale anapoumwa. Kama unaumwa, weka mkono wako pale panapouma. Na leo tutaomba kwa kifupi sana, magonjwa hayo yataondoka. Wangapi wanaamini kwamba leo unaweza kupona ugonjwa, magonjwa yakaondoka? Amen. Sasa shika hapo panapouma. Baba, katika jina la Yesu, tunakemea magonjwa katika nyumba hii yako, mahali patakatifu. Tunakemea magonjwa, tunakemea kila udhaifu kwa jina la Yesu. Ewe magonjwa, ondoka, acha mwili huo, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ondoka sasa, wewe adui magonjwa, ondoka kwa jina la Yesu. Huna nafasi na kupinga kwa jina la Yesu. Asante Bwana. Amen. 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 Haya. Biblia inasema fedha ni jawabu la mambo yote. Ukitaka chumvi ni hela, ukitaka mafuta ni hela, hasa wenzangu wakina dada.
hawezi kukaa bila mafuta. Mwanaume si tunaenda kavukavu tu saa ingine, lakini hawawezi. Sasa tunataka hela. Wangapi wanataka pesa? Sema amen. Haya, hebu fanya hivi. Fanya mkono wako hivi, mmoja wa kulia, fanya hivi. Haya, kwa jina la Yesu ninaamuru pesa zije katika kiganja chako sasa, katika jina la Yesu pokea. Amen. Pigie Bwana makofi. Sema amen. Haleluya.